Kila mmoja wetu amewahi kujiuliza swali hili angalau mara moja. Mtu akifumba macho kwa mara ya mwisho, ni nini hutokea? Je, kuna giza? Je, kuna mwanga? Je, tunapotea milele au kuna safari nyingine inaanza? Na kama kweli kuna maisha baada ya kifo, kwa nini hakuna aliyerudi kutueleza kila kitu? Leo nataka tufikirie pamoja, sio kama wanasayansi, sio kama viongozi wa dini, bali kama wanadamu wanaotafuta majibu. Na mwisho wa simulizi hii, huenda utaanza kukiangalia kifo kwa mtazamo tofauti kabisa. Kifo ni jambo ambalo kila mtu analijua, lakini hakuna anayelielewa kikamilifu. Tunawaona watu wakizaliwa, tunawaona wakikua, tunazungumza nao leo, kesho wanakuwa kumbukumbu. Na hapo ndipo maswali huanza. Je, anasikia? Je, ananiona? Je, amefika salama? Je, amepata amani? Je, kuna sehemu ameenda au kila kitu kimeishia hapo? Haya ni maswali ambayo yamewahi kuulizwa kwa maelfu ya miaka, lakini leo tuchukulie kwa dakika chache kwamba mtu mmoja aliaga na akapata nafasi ya kuona kile kilichokuwa upande wa pili. Niite Mr. Zack, na kama ni mara ya kwanza kuingia ndani ya kituo hiki, tafadhali na kuomba subscribe, ulike pia ushare ili uendelee kupata makala na uchambuzi wa kina kila wakati. Inasemekana kwamba huyo mtu alipofumba macho kwa mara ya mwisho alihisi mwili wake ukichoka. Sauti za watu zilianza kupotea. Machozi ya wapendwa wake yalikuwa mbali zaidi. Mapigo ya moyo yakanyamaza. Alafu utulivu ambao haujawahi kusikika duniani. Hakuwa na maumivu, hakuwa na hofu, hakuwa na kelele. Ni kama mtu aliyekuwa amebeba mzigo mzito maisha yake yote, kisha akauweka chini. Alipojaribu kufungua macho, hakujikuta hospitalini, hakujikuta kaburini, hakujikuta gizani. Alijikuta katika sehemu kubwa yenye mwanga wa ajabu, mwanga ambao haukuumiza macho yake, mwanga ambao ulikaribisha. Akatembea mbele, na hapo akaanza kuona maisha yake yote, sio kama kumbukumbu, bali kama alikuwa anaishi tena. Aliona siku za furaha, aliona siku za huzuni, aliona watu aliowasaidia, aliona watu aliowaumiza, aliona maneno aliyoyasema kwa hasira, na aliona maneno aliyosema kwa upendo. Lakini jambo la kushangaza zaidi ni hili: hakuna aliyekuwa akimhukumu, alikuwa anajitazama mwenyewe. Kwa mara ya kwanza alielewa uzito wa kila tendo lake. Aligundua kwamba tabasamu moja alilowahi kumpa mtu lilikuwa limeokoa moyo uliokuwa umevunjika, na maneno machache ya hasira aliyowahi kusema yalikuwa yameacha majeraha kwa miaka mingi. Akiendelea mbele, maswali yakaanza kumjia. Kwa nini nilikuwa nakimbizana sana na pesa? Kwa nini nilichukia watu kwa muda mrefu? Kwa nini nilikaa na hasira moyoni? Kwa nini nilichelewesha kusema na kupenda? Kwa nini nilingoja kesho kufanya jambo jema? Na kama ningepata nafasi moja zaidi duniani, je, ningefanya mambo tofauti? Labda hayo ndio maswali ambayo wengi wetu tutajiuliza siku moja. Mbele yake kulikuwa na mlango mkubwa wa mwanga, lakini kabla hajaufikia aliona kitu kingine. Aliona maisha ya watu aliyowahi kugusa. Mtoto aliyemsaidia miaka mingi iliyopita, rafiki aliyemtia moyo wakati wa huzuni, mzee aliyemfusha barabarani, mgeni aliyemnunulia chakula. Vitendo vidogo alivyodhani havina maana, lakini vilikuwa vimebadilisha maisha ya watu wengi. Ndipo akagundua jambo moja: huenda thamani ya maisha haipimwi kwa mali tulizokusanya, huenda inapimwa kwa mioyo tuliyogusa.
Kadri alivyosongea mbele, alihisi amani, amani ambayo maneno hayawezi kueleza. Hakuwa na hofu, hakuwa na wasiwasi, hakuwa na mashindano, hakuwa na deni, hakuwa na presha. Ni kama kila kitu kizito alichowahi kupepa duniani kilikuwa kimeondolewa kabisa. Na kwa mara ya kwanza alielewa kwamba maisha ya duniani yalikuwa safari, sio mwisho, safari tu. Wakati huo huo duniani, watu walikuwa wanalia, wengine walikuwa wanakumbuka nyakati walizoshiriki naye, wengine walikuwa wanachutia maneno ambayo hawakuwahi kusema, wengine walikuwa wanatamani dakika moja zaidi pamoja naye. Na hapo ndipo ukweli mmoja unaonekana. Mara nyingi tunatambua thamani ya watu baada ya kuwapoteza. Tunachelewesha kupenda, tunachelewesha kusamehe, tunachelewesha kuomba msamaha, kama kwamba tuna hakika ya kesho, lakini hakuna aliyepewa ahadi ya kesho. Na sasa nataka nikuulize swali moja. Kama leo ingekuwa siku yako ya mwisho duniani, ungekumbukwa kwa nini? Ni nani angekushukuru? Ni nani angekosa tabasamu lako? Ni nani ungependa kumwambia samahani kabla ya kuchelewa? Ni nani ungependa kumwambia unampenda? Kwa sababu huenda siri kubwa ni kujua jinsi ya kuishi kabla hakichafika kifo. Na kama kweli kuna safari upande wa pili, labda safari nzuri huanza kwa maisha mazuri hapa duniani. Andika maoni yako hapo chini. Wewe unaamini nini hutokea baada ya mtu kuaga? Na kama ungepewa nafasi ya kumuuliza marehemu swali moja tu, lingekuwa swali gani? Usisahau kusubscribe, kulike, pia kucomment ndani ya hiki kituo ambacho ni Mr. Zack. Mimi naitwa Nyabude Zack. Asante sana kwa kunitegea. Tukutane tena katika simulizi nyingine. Asante.